We worship Him, we give you the honor, we give you the praises. Bwana tunakuabudu na kuinua. Tunatukuza mchana wa leo tukisema ni wewe waweza yote. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tukama hapa asubuhi na mapema tukikuita tunasuona. Kwa ibada ya kwanza tumekuita Bwana, tumekuona. Kwa praise and worship ni wewe Bwana umetamalaki. Tunakuinua tukipita jina lako jemedari. Wewe ni mwanzo na mwisho. Wewe ni Esha na wewe ni Ebeneza. Bwana tamalaki mahali hapa mchana wa leo. Kwa neema zako na uwepo wako. Kwa mamlaka yako mbinguni Bwana ukayachilia. Kwa roho wako ukayachilia Bwana ukamwachilia juu yetu. Kwa neema zako Bwana ukaziachilia. Kwa mwezi wako Bwana nakuita. Kwa neema zako nakuita Bwana. Nakuinua mahali hapa mtakatifu. Nakuinua mtakatifu mbeleza. Kuikuita mtakatifu. Mtakatifu ni wewe. Kusikana na masarabu ni wewe. Kuikuita mtakatifu. Kuikuabudu Bwana. Neema zako za tosha. Neema zako za milele. Wewe ni Bwana wa mabwana. Bwana wako washuka. Watu wako washuka. Neema zako za shuka. Bwana wako washuka. Nasimama leo. Kinyume na kila mapepo. Kinyume na kila uganga. Kinyume na kila uchawi. Kinyume na giza. Kinyume na kanisa. Hata leo. Hata sasa. Kanisa la Bwana. Natangaza. Bwana wa Bwana. Natangaza. Mamlaka ya mbingu. Kila roho yote. To all the places you pass, my Lord Jesus.
those who were not able to talk and speak, those who were dumb, you gave them the Lord, their life back to normal. The man who lived in the tomb, Lord Jesus, you restored his life and to flash out all the unclean spirits in his life. Anaweza kuondoa katika shida zako. Nataka uwe na imani tu ya kwamba ni Mungu anaweza kubariki. I want you to have this faith and believe in God rather than trusting and believing in man. You will be frustrated. You will be disappointed. If you put your trust in other human beings, utakuwa frustrated na utakuwa disappointed because you will call them and not every other time because they will come. Si kila wakati unapowaita watakuja. Si kila wakati utainua simu yako utapiga watachukua. Si kila wakati unawalilia watakuhurumia. Sometimes you cry to them alafu watakeukia wakumalize. Hapo pata na shida uko nayo wenyewe ndio wamewasababisha. Then you are running to them looking for the help. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I now understand the reason why the Bible says watakaovumilia mpaka dakika mwisho watakombolewa. When you hear the Bible talking about atakayevumilia, kuvumilia inamaanisha kuna mambo ambayo matukio haipendezi. Ndio maana anasema kwamba atakayevumilia. That's why time and again I've said, nitaishi kumtumikia Bwana hata mkiwa namna gani. Tukakuwa na milima, tutamtumikia Bwana. Tukaenda kwa mabonde, nitamwita Bwana wa milele wa mbinguni. Tunakwenda kwa mlima na kumngojea Bwana Yesu Kristo, na ikiwa atarudi na majira yanaonekana hapa karibu kurudi. The times are predictable. Tuko katika majira ya mwisho. I want to talk about the power of imagination. Ama nguvu ya mawazo yako. Nguvu ya mawazo. The power of imagination. Kile ambacho kinakuwa katika mawazo yako kinasababisha matukio yatakayokuja katika maisha yako. Najua kwamba kuna mambo ambayo hujayaombea. Mimi najua. Lakini kwa sababu unaifikiria sana, mara nyingi ukaipata. Siku moja ndio akasema kwamba nilichokiogopa sana, alikuwa anakiogopa wapi? Katika mafikira. Anasema nilichokiogopa sana, ndicho nilichopata. So there is power in your imagination. Before I go back to the Bible, I want to ask you the question. Kabla nirudi nasoma Biblia, nataka nikuulize swali. Mtu anaweza kutengeneza pesa kwa vitu ambavyo havi-exist ama haviko? Hawezi. Then itakufanya. Kuna njia unaweza kufanya. Can you make money out of things which do not exist? Because I'm going to the power of imagination. Power ya mafikira. Nguvu katika mafikira yako. That's why when the devil comes into your life, attacks your mind. And the Bible keeps on telling us persistently to pray and nourish our minds, but not to be conformed to the world. Because if we conform to the world, ama kubebwa katika tabia za ulimwengu, inaanzia katika mawazo. Nikataka kukubadilisha wewe na kubadilisha akili yako kwanza. That's why we go to school to change our thinking, our conception, our understanding. When you get knowledge, it changes you. Then the knowledge brings imagination. Inakuletea mafikira. Unajua kuna mtu ana skill ya innovation, ni vile sisi wenyewe hatuifanyishani kazi. Sababu wewe mmoja wewe tunataka mwenyewe. How many things have you modified for your own self? Hata basic yako kusumbua ukaipiga modification. Hata gari yako kusumbua ukaipiga modification. Kitu yote hata kwa nyumba hata remote kusumbua ukaipiga modification. Mimi zamani nilikuwa napiga TV ya zamani ya virtual modification that. Kitu kinaweza kikawazuia ama kikawasimamisha, which they have imagined to do. Kile ambacho wameweza kufanya
hakuna kitu ambacho kinaweza kuwazuia kufanya, because they have planned to do, they have imagined to do. Watawaza pale kuifanya na wameanza kuifanya, alafu imeanza kuendelea. Wakati walikuwa wanajenga mnara, so what came first to them was imagination. They imagined, wakafikiria. Wanaweza siwe walipoanza kujenga mnara na wakasema tutafanya, ndio pale Mungu alisema kwamba walichokipanga kufanya ama wakifikiria katika mawazo yao wakifanya, alafu akasema kwamba ndivyo naona mwanadamu kile atakachokiwaza katika maisha yake na mawazo yake, hakuna ataweza kumzuilia kukifanya. You can imagine about thinking of negativism in my mind. Kuna mtu anakuwa anawaza ana negative mind, ana mind ya kwamba siwezi, kisha ni ngumu, maisha ni ngumu. Unapata mtu anaishi kwa town, alafu anaongea vibaya kila siku, haiwezi kukubali. Wewe unaishi Kenya, alafu unaongea Kenya vibaya kila siku, then you want Kenya to bless you. Unaongea nchi ambayo unaishi vibaya, alafu unaongea vizuri nchi ambayo hauishi. Now there is that mind you have about Tanzania. There is that mind you have about Kenya. There is that mind you have about Nakuru. There is that mind you have about Nairobi. Then you want that town to bless you. Lazima wanze kufikiria positive. See the good things around you. See the good things. Sasa unaweza kaa kwa sababu useme najua hapo papa anasema hawanipendi. So tayari umesha create mind ya kwamba wakupendi. Na maandiko yanasema kile ambacho unataka katika maisha yako na kitakuwa. Na anasema hakuna ambaye atakaweza kusimamisha ama kuzuilia kile ambacho wewe umekiwaza. So you have been thinking that there's people who don't like you, and there's nobody who loves you, and there's nobody who wants to help you. Now you want positive things to come in your life, yet you have negative imagination against the people who have your help. Wale ambao wana msaada wako unawawazia ya kwamba hawana maana na wewe. Na hiyo maandiko yanasema as you think you receive, so you are as you think. Kile unachowaza wanasema na hakuna obstruction itaizuilia, maana umefikiria utaanza kuifanya. Na kama hujawaza unaweza kufanyaje kitu? After you start doing something which and you have not conceived, we call it conception, rational conception. You conceive kwa mind yako. Cognitive is the ability to rightfully reason, differentiate right and wrong. That is what we call cognitive mind. Bwana Yesu asifiwe. Ndio akili ya kufikiria vyema. Hapa kanisani sasa tuseme Mungu, unaomba Mungu Bwana mtumia usaidizi. Na mfano. Na unasema Bwana nitumie usaidizi. Na usaidizi hata hapa kanisani. Lakini ushatoka mlango pa akili yako inakwambia kwamba hii kanisani watu wanipendi. Na hakuna mtu anaweza kusaidia. Kwa hiyo kama hakuna mtu ananiona, mimi ni kama sionekanaje. But you have those negative things. And one thing I've realized with most of Christians, they do not have patience. Hawana roho ya kuongoja. Wakristo wengi, nasema Wakristo pekee, watu wengi katika majira haya yenye tuko sasa, hawana roho ya uvumilivu, hawana roho ya kuongoja. They do not have patience at all. And I was telling a friend of mine, there are some things which are happening to my life today, and I prayed for them 10 years ago. Na sasa hivi nimeanza kuziona. Nisikiri kazoea na nakuu. Na kwa hiyo tukaambia Mungu nipe, atakupea. Baada ya kukupea labda sitakuua. Labda akakupea sasa hivi, sasa kuondoka kwa uwepo wake. Lazima nikueleza mama Biblia pole pole. Ndio baadaye nikwambie na achilie baraka zako. Na achilie kazi yako ndio ikikuja, tutajua vile utaitumia. Ndio itakuja ndio utakutana pamoja na Mungu bila kumwacha. Bila kuacha maombi ndio tutakaa nayo. Jamani tuokoke. Tunasema mambo mengi. Fuate Mungu, watu wanapenda uongo. Ndio maana Biblia inasema kwamba na nyakati za mwisho watu wengi wanadanganyika. Maana kwa uongo pale wakikimbia Mungu wanafuata uongo.
Kasema kweli leo kakuwa na mtoto sana wanakufuata. Hata walikuwa wanakusema sema ule anaongea kwa kweli msiende huko. Akawasema fuateni fulani atorogo kidogo. Wanaweza sio. Na kuna watu wa master the art of lying. Na watoto wao tunamdanganya na unafuata. Mimi nakwambia ukweli. Maana alisema kwamba Yesu Kristo alikuja kutafuta wanaoabudu kwa roho na kweli. Ndio wanakuja kutafuta. Sio wale wanaambulia kwa mlima, sio wale wanaambulia kwa ile mti kubwa, sio wale wanaambulia kwa mto, lakini wale wanaoabudu kwa roho na kweli. Bwana alipokuumba wewe kama mwanadamu, alikupea uwezo wa kufikiria na kupea uwezo wa kufikiria zaidi ya mahali upo, zaidi ya maisha yako usoni. Ukiwa hivyo unaweza kujua nini nakuja kwa ndoto. Na ikikuja ndoto yako ufuti, unakaa nayo kama Yusufu. Alianza kuwaza, hiki ni nini nilichokiona katika ndoto? Ile vision. Joseph alisema niliona ndoto kuna mbili zilizokuwa zinaniambia. Then this thing lived in him. Sababu zikakuja na lugha kitu. Imagine leo umekuja asubuhi na unaambiwa kiasi yako. And you have never even thought of something like that on that level. Same the poem of Rand Bazar. Kupala kwa barabara kwa shati. Umesimama paka mchana. Because this is something you have never thought of. Just never came in your mind. Haijai katika akili yako. Neno la Bwana hujenga mawazo yetu. Ama the word of God rebuilds our imagination. In the book of Philippians chapter 4 verse number 8. Whatever things are true and honest, just pure, lovely, think on these things. Yale mambo ambayo yako wazi, mambo ambayo honest ni ambayo ni ya uaminifu na ya ukweli na pure ni nini? Najaribu kubadilisha. Sababu anasema whatever things are true, honest, just, pure, lovely, think on these things. Ama yaweze haya mambo ambayo ni yale yako true, honest, just, pure and lovely. Maana unapoyafikiria ndio nikarudia hapo nikasema the word of God rebuilds our imaginations. Neno la Bwana ndio huumba ama kurudisha mawazo yako. So we have the scripture, we have the prayer, worship, faith and godly vision. Tuko na maombi, tuko na maono, neno la Bwana, kuabudu na imani, and that scripture. So when we have all these things in us, it rebuilds our imagination. Siku moja hapa hakuna mtu hajaweka sikika, si ndio? Si kila mtu hapa ameshipigwa na hasira na ukasikia yani yeye anasema anasikia moyo wako umeumia sana. When you come to the church and pray, what happens? Like you come to church and you have intensive prayer and worship. What happens after that period? You feel relieved. You feel like you have forgiven all these people. Unasikia kama kuna kitu inaondoa haya mambo yote yanakuondokea. Alafu naona ni watu tu wako na akili. Ndio maana Yesu Kristo anasema, Father forgive them, for they do not know what they are doing. Have you ever reached that point like you feel like Father forgive them? They do not even understand what they are saying. Father forgive them, for they do not know even what they are thinking. Ukienda kusaidia mtu honestly, honest helping, kumsaidia na kutoka pale anakutupia maneno. Hapa tusamtupi anaanza kutupia maneno. Ukaangalia hii tumetuliza. Why was I even wasting my time? Why have I even wasted my money? Why have I even taken shopping to that place? Then all of a sudden something comes and tells you, they don't know what even they are saying. They are under attack. Wamefahamiwa na shetani, ndio wale msaada wao toleo usije ukawasaidia. Kuna kitu kimekuja kuondoa msaada wao. Nimesema neno la Bwana hujenga mawazo yetu. So by the word of God, you will have discernment to know the people who are coming to help you. Kajua watu wanakuja kumsaidia, watu wanakuja kumshika mkono.
watu hapa wanao kazi. Anaenda utakuta kanisani sijawaona. Lakini sawa kuna shida. Mtu alikuwa amepigwa sana shetani. Siku nyingine nikakwambia hapa, unaweza kuolewa mahali ukakufa mapema. Ama ukaoa mahali ikakuua mapema. Ule dada aliolewa mahali, father-in-law wa huko hakumpenda. Na akaamua tutapambana na wewe. Kitu ya kwanza, mtoto akazaliwa wakamtupia mgonjwa. Akasema anaenda shule mpaka akuwe mgonjwa. Ndio ndoa akaifunja. Na akasema kijana yake anamwambia waje msichana asikii. Kile atapiga na mapepo pia. Akujani nyumbani ajisaidii, hakuna kitu anafanya na mkubwa kwa serikali. Mtu wa nyumba. Ndio kasikia mtumishi hapa asubuhi amepaka mambo akisema, hata kama ni yango yangu, hata kama ni ndugu yangu, hata kama ni nani wa familia, lakini ameamua kulitumia mshahara, anasema pate tena. Sababu ile mama ameteswa watu wa Kongo. Kwa hiyo tunamwombea basi. Basi nasema tulimwambia atufuane na amri na kaifa amekataa. Na sisi tunamuonyesha. Hivyo ndio alikuwa anasema. Mtoto anasema kama akienda shule anaanza kubulii kwa mdomo. Anasema ndio tunatolewa shule akiruka gate inaishi. Na waliza kama mnataka mtoto, wanasema leo mtoto si mali yetu. Si mchukuu yangu. Mimi sio mchukuu ya mtu hapa na mchaka na nitumia mchaka. Hata simjui. Hata tunahusiana na yeye. Yes. Na yote anachukua mapepo kwa kweli, sio dada yako, sio brother yako. Imekwisha hizi siku ameenda kwa shetani, uhusiano imekwisha. Mpaka hizi siku ndio Yesu akasema kwamba na ndugu zangu na dada zangu ni hao ambao wako hapa wanafuata mimi. Yes. Sasa Yesu alijizoni mpaka watu wao. Mimi ni nani niwaweke kama wataki kufuata injili ya Yesu Kristo ya ukweli na roho. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuko na roho ya Yesu Kristo. Sisi tuko na tabia za Yesu Kristo. Na yeye mwenyewe alikataa watu wako kwa sababu ya kutomsikia na kufuata neno la Mungu. Akasema ndugu zangu na dada zangu ni hao hapa. My brothers and sisters, they are here. They are following and listening to the word of God. They are following what I am teaching. So anyone who don't want to follow the word and obey the word of God and live by the truth of the word of God and live in the word of God and the light of the word of God, we are not related. Tunahusiana mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Leo natangaza neno la Bwana katika maisha yako. Nikitangaza baraka katika maisha yako, wewe mwenyewe mawazo yako mpaka ikiwe mabadiliko imeanza kuona vitu vikubwa. Akili yako lazima ibadilike kwanza. Nimeona watu wengi hapa wengi sana wanasumbuliwa na akili. Wewe kuna mradi tu ya kuanzia kazi. Kuna mradi tu hata ni unasema swali peka kazi ya kutoka sababu kwa hiyo tena. Au kwa hiyo bwana. Nashukuru sana huyu ndugu. Ashikuja akaniambia ile biashara alikuwa anaendelea kufanya. Sio chini ya milioni 3. Hakuna vile utaianzia without 3 million. Na uone mali yako, alafu wewe tena unafikiria. Aliambia kufanya kitu inaweza kufanya 3 million. Na akasema yeye mwenyewe akasema najua siku moja Mungu atafanya. Na tukamaliza kuchai tukaondoka tukaenda. Siwezi nikamwambia kitu lakini akili yangu inaniambia huyu jamaa anaenda mahali. Nataka nikusikie kupiga biashara za 3 milioni hauna. Na sio stories za nini? Za bonus. Yalama na ziki. Ni kitu ambacho iko ndani ya moyo wako na akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaisikia kabisa katika roho. Sio wa bonus. Na kuna drive ya kufanya ambayo ni Roho Mtakatifu. Ndio anajua Mungu anakuja. When I tell you God changes situation, God transforms people. God lifts you from zero to something to on the top of the hill. Anapeleka juu ya mlima, wewe unapaswa kunyanyuka. Au usikilize yule mwingine vizuri. Hii ambayo tukaomba. Hii ambayo tutaka tuongoze Mungu. Mungu na haraka na mbio. Ndugu, niko na miaka 20 nikiomba kwenye masiana nikiomba. Na sijawacha na kuna mambo ambayo yanafanyika bado. I've been praying like that for the last 20 years. Na sijawachia mahali.
Kwanza nikiona kuna pigo mawili kidogo na simama ndio microphone. Natokeni hapo mbele. Nyani ni dini na hizo issue kwanza. Ndio kwa watu ndio watu wakuja waabudu. Ni dini na maneno. Katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angekuwa wazi, nasema vijana chukueni microphone. Endeleeni na kazi. Maana ndio kumekujwa. Kama kumekuja lazima tukuje ndio function. Tukuje all the manner of weapons of warfare from the spiritual dimensions. We pick up our weapons of warfare. Ndio maana maandiko yanasema kwamba ni weapon of war of the Lord. Sema mbona nini? Why me? Ati Mkristo anauliza why me? Why me? Why me what? Why me? Because you are the weapon of warfare of the Lord. Ati kwa nini ni mimi tu kila saa? Sababu maandiko yanasema na wewe ni kifaa cha Bwana cha vita. Hapo niuliza kwa nini ni mimi kila siku? That's why me. Because you are a heart of the Lord. You are a weapon of warfare. So it is because of you. Unamsikia Mungu anataka kumaliza mtu hapa kibomezo. Anaweza mtuma hapa kanisa akuja tukoroni. Kuna watu wakati Mungu alisema wewe unamkataza, alimtuma haenda sokoni. So kuna watu wengine lazima wapitishwe mahali. Anajua huyu ameleta aishi. Anasumbua watu kila mahali. Imeshirikana. Sasa wamemleta hapa aishi hapa. Na hivyo ndio anaishi. Chora mstari hapo ndio kuna mstari hapa hiyo zikafuko. Hapa uwezi kufuka hapo ukitaka. Kuna space yako na wokovu na mambo yako ya Mungu. Na ukweli wako. Na maangazo iko mpaka hapa. Hapo mchezo haiwezi kufuka hapo. Ukifuka hapo sasa umekujia unapata. You cannot cross this border. Hiyo hawezi kufuka. Bwana Yesu asifiwe. Naelewa vizuri. Na mawazo yako. Umesema the power of what you think about. Na nikuonesha msema atikipo unachokiomba ama kufikiria. Anasema nitakifanya na nitakupea kwa nguvu ambayo inaishi ndani yako. Kwa roho ambayo anataka ndani yako. So what are you thinking about? You are thinking of failure. You are thinking of pain. You are thinking of poverty. You are thinking of how it is difficult for you to get to another point, to another place, another level. You see, it will be difficult. Like, you cannot imagine. Bwana akisema kwamba hicho chenye unafikiria atinakupea. Mama najua Mungu anakubariki umejenga kaduka. Lakini ndio angalia ndugu yenye umejenga. Utapata ni ulikuwa umefikiria. Wewe ndio ukafikiria unasema nikijenga kadogo hivi nikaange ndani. Sasa kama ungefikiria kubwa hivi, bado ingejengeka. Eba angalia kitu chenye umejenga, utapata ni kile ulifikiria. Alafu nataka kupanua mawazo yako. Uone kumbe hii kitu hata ninafanya nifikirie ghorofa ya hii. Kile kitu unafikiria na unaona. Basi nimewacha mawazo mengine nilikuwa nayo. Nilikuwa nafikiria nani nijenge manyumba sawa. Kuna jingine kwa pale mbele nijenge kuingiza mabati mbele maduka. Nimebomoa mabati. Nimefikiria kwenye maanza kwa ghorofa hapo sikienda juu. Amen. Sijenge uvifu. Hata jana nikaambia unafikiria hapo maduka za makontena ya kutanga. Nimekataa. Ndio maduka tena za ghorofa. Yes. Na watu wanakuja kwenye wabara pesa watakaa naye. Kwa jina la Yesu Kristo. Nimeanza kuona makubwa. Nataka wewe uanze kuona pia. Hata kujiona hivi, hebu jione hivi. Basi kama mjama ukisikia wanakufa na tokanga hivi. Sheila, unafikiria nini? What are you thinking? Mambo madogo. Hata kufikiria wenyewe ndio bwana. Ajinsi hapo. Hata Kiswahili ya Mungu hapa. Sasa ndio hiyo kwa. Baada ya hiyo kwa hapo mbele, amerudisha kile kitu. Sio ni hapo, yaani kwa kadogo. Sio hapo kadogo. Nimekataa. Sema nimekataa. Wewe wako. Hata kupata zingapata kadogo hivi. Hakuna. Mungu acheke hiyo kodi na dunisha kile kitu. Inakuwa ni kama ni roho ya huruma saidie. Yote kidogo. Sema napata kubwa. Naenda mbele. Naenda mbele.
Hiyo Biblia ambayo unaiamini inasema kwamba wewe unafikiria ati Mungu anakupea hiyo. Na sisi tunafikiria mama kubwa tunaenda mbali. Na tunabaki na tumepewa ability ya kufikiria. Kwa hiyo ability ndio inakupea vitu ziko mbele. Hii wiki na last week niko kwa akili. Niko kwa hapo kwa sababu hapo ndio inasumbua kila mtu. Ndio inakuonyesha hiyo vitu. Kuna ndugu wako kule nyumbani tukaomba naye. Tukaomba naye akasema nataka kuwa mkubwa wa hiyo ofisi. Ule mkubwa alikuwa siku akatoka. Badala yake kwa ofisi mwingine akakuja. Wamekaa wamekaa. Huyo mkubwa mwenye alikuja mbele. Anawacha kazi Sabra pia anasema ameenda amezai. Akaamua unachukua ofisi akaanza kuongopa akasema ofisi ina responsibility. Nikamwambia wewe mkubwa usituombee hiyo ofisi ukisema unataka. Sasa hivi unaanza kuongopa nikamwambia nakalia kiti. Vizuri. Ndio kwa niambie. Nikuja kupiga kibogo mbili. Niambie kwa nini unaongopa? Kabla pray for it. Kuna watu wanaombea kitu alafu wanaanza kuiongopa. Unaomba kazi unaitwa na unasema hizo hizo mbona nyingine ndio mnipea. Hata kwa kanisa wale wanakwambia si nafikia kazi kama ni ya kuosha ama kama ni ya nini. Hata kama ni ya kupika chai. Wale wewe sema niko na degree ama niko na masomo. Huko kwa hamna kazi ya ofisa mkubwa. Ule anakomanda watu wanasikia tukiongea. Sema ndakuwa komanda watu wakisikiza. Unaona waamini? Unabarikiwa na utanibariki mimi. Wewe Trans Nzoia unabarikiwa na utanibariki mimi. Wewe West Pokot unabarikiwa na utanibariki mimi. Wewe Wasirigishu unabarikiwa na utanibariki mimi. Bungoma unabarikiwa utanibariki mimi. Wewe Kakamega unabarikiwa na utanibariki mimi. Kila kaunti ya Kenya imebarikiwa na itanibariki mimi. Kwa jina la Yesu nakubaliana na baraka za Kenya, nakubaliana na baraka za Yesu Kristo katika nchi ya Kenya. Nakuita wewe baraka kuja leo katika maisha yangu na mawazo yangu, iko na mwanga na taa ya neno la Bwana. Kwa jina la Yesu nimeinuliwa juu kwa mwamba ulioko juu yangu. Kuanzia leo sitakuwa chini tena, sitaangaika tena, sitaanguka tena. Kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu njoo sasa na ukatembee nami katika njia zangu, familia yangu, watoto wangu na huduma yangu. Napita wewe Bwana Yesu, tawala kwa moto kwa jina la Yesu. Father, in the mighty name of Jesus, I come before you once again. We thank you, we appreciate you, we give you the honor, we give you the praises and adoration and exaltation. Tunakuinua Bwana Mungu, tukikubariki jina lako, tunakuita jina lako Ebeneza. Wewe ni El Shaddai, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tunakuinua Bwana mabwana, tunakutukuza Mungu wa milele. Jina lako ni Mungu mkuu, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Ni asante kwa neno lako, ni asante kwa ibada yako, ni asante kwa maisha ya kila mmoja, na kwa mahali hapo Bwana ukatupea tuko hapa. We appreciate and we thank you, Father. As we are moving out and going home, different destination, we lay before you, our Father. Lead and guide us throughout the week with your favor, with your multiplication, and to increase on our life. We worship you, we thank you. We appreciate you, we give you the honor. We give you the praises and exaltation because you are God. Bwana tabaraki na ukaonekana. Takatifu ni jina lako. Wewe ni Mungu mkuu, hapana mwingine aliye kama wewe. Guza maisha ya kila mmoja. Kwa ukombozi, kwa uponyaji, kwa amani, kwa neema na rehema zako na baraka zako. Kaziachilie maishani mwa kila mmoja. Hakuna atakayeteseka tena, hakuna anayehangaika tena, hakuna anayelia tena. Ninaachilia baraka zako na kibali. Milango iliyoko wazi. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Bwana tunakuinua na kushukuru. Tunakuinua jina lako Jehova El Shaddai. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen. God bless you so much. Bwana kubariki sana. Awainue na utende mema. Na utangazie neema za Bwana baraka. Mahali utakapoenda mkubariki. Mahali utakapopita mtakubariki. Mahali utakapoenda kufanya biashara ikawakubali. Na baraka za Bwana zikuje juu yenu. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Mwinuliwe na mbarikiwe. Yesu Kristo ni pamoja naye. In Jesus' name. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore.
Amen.